wao walijua sijui ni fimbo ya mchawi, sijui fimbo ya mchawi, ni fimbo ya nani, sijui kiboko ya wachawi. Wachawi ni pastor wa New Life, sijui Kakamega. You know the story of Yusuf. Unajua Yusuf akapangiwa kuuawa, akakuonyesha madharau leo, lakini Mungu akaondoa ya dharau yote, akaleta heshima. Akaleta heshima. You know the story of Yusuf. Unajua Yusuf akapangiwa kuuawa. Ruben akasema tutaki kumuua, akahesabiwa kwa damu yetu, kwa mikono yetu, wacha tumuuze. Wakamuuza. Baada ya kumuuza, wale waliomuuza walimtafuta Yusufu. Mahali walimuuza, njaa imekuja kwa nchi yao. Maana kinasema kwamba na njaa ilipokuja wakaondoka, wakaenda mpaka kwa nchi ya Misri. Walipomfuata kule Misri kwenda kutafuta chakula. Kwanza kabla ya Misri kutafutwa chakula, Yusufu ameshauzwa, ameshapelekwa kule Misri, anakaa Misri. Akaota ndoto usiku, Farao akaota ndoto. Baada ya kuota ndoto akakuja, akaambia watu wamtafsirie, wakashindwa. Akaita wachawi wamtafsirie, wakashindwa. Waganga watafsiri, wakashindwa ile ndoto. Yusufu baada ya kwenda kutafsiri ile ndoto, Yusufu akaachiliwa, akapewa kazi ya ugavana. Akatafsiri ndoto, akamwambia Farao, njaa inaenda kuja miaka 7, so tuhifadhi chakula ili njaa wakati inakuja sisi tusiwe na njaa. Kuna watu watakuja hapa kununua chakula kwa nchi yetu, kwa hivyo sasa tuhifadhi chakula. Maana kinasema ya kwamba na wakati Farao alipokuambiwa hayo yote, Farao akasema ni nani ataweza kuwa na hekima kama hii? Ni nani anaweza kufanya kazi kama hii? Kukakutikana hakuna mtu hata mmoja anaweza kufanya. Wakampa Yusufu hiyo kazi ya kusimamia. Yusufu aliyepangiwa kuuawa, yani mbegu ya Mungu haikufi. Hata kama utaingia kwa moto hautakufa.